Napokea meseji nyingi kutoka hapa Tunduma, na hizo simu na meseji zikawa zimeongezeka katika siku 2-3 zilizopita. Sehemu kubwa ya ujumbe huo ukieleza na ukitoa ombi kwa serikali kwamba tuendelee kuongeza nguvu kuhakikisha kwamba tunadhibiti kutokea kwa vurugu ambazo zilijitokeza siku ya tarehe 29, wengi wakisema hawapendi kuona tena vurugu kama zile zikijitokeza, kwa sababu wafanyabiashara walipata hasara kubwa sana kwa kutofanya biashara, lakini watu ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi, kwao ilikuwa ni hasara kubwa, kwa sababu shughuli za kiuchumi zilikuwa hazifanyiki kutokana na vurugu ambazo zilikuwa zimejitokeza. Na ndio maana nilipofika hapa, kabla ya kuja na kuzungumza nanyi wananchi wenzangu, nikasema ngoja nipite nizunguke kwenye eneo letu hili la biashara. Nimezunguka, nimepita kwenye baadhi ya maduka, nimezungumza na wafanyabiashara, wamenieleza kile ambacho kweli nilikuwa naambiwa na wale watu ambao walikuwa wananipigia simu na kutuma message. Nikaenda kwa mama zangu ambao wanauza nyanya, wanauza karoti huko sokoni, wanalia, wanasema walipata hasara kubwa sana kwa sababu nyanya zao zilioza, biashara zao ziliharibika na walishuka kimaendeleo. Nikawa nimekutana na baadhi ya mamalishe na babalishe, nao wanasema walipata hasara kwa sababu hawakuweza kufanya shughuli zozote. Wanaamka asubuhi kwa ajili ya kuja kufanya biashara, wanapata fedha kwa ajili ya kwenda kuhudumia familia. Vurugu zile zilizojitokeza hawakuweza kufanya jambo lolote. Sasa baada ya kupita huko na kusikia maoni ya wananchi, nikasema nirudi hapa. Lakini kabla sijaendelea kuzungumza, ninataka nikaribishe hata watu 2 au 3 niweze kusikia kilichotokea ni nini, na ilikuwa ni nini litokee lile jambo ambalo tuliloliona ambalo ni kinyume na utamaduni wetu, kinyume na taratibu zetu za Kitanzania. Sasa wakati niko hapa nikamwona huyu bwana, rafiki yangu huyu bwana, kila nikija Tunduma lazima nimuone katika mkutano wangu. Kijana wangu nenda kakae. Huyu kijana akaniambia yeye kazi yake anafanya kuuza viatu pale. Sasa aliposikia mkuu wa mkoa anakuja, akaamwaje kusogea asikie, kwa sababu naye anapata wasiwasi kama ataendelea kufanya shughuli zake za kusaidia kuuza viatu anapata 200. Na huyu bwana akaniambia yeye anajumua socks. Uniambia unajumua, kujumua. Si kujumua maana yake ni utafuta zile socks alafu unaenda kuuza kule, si ndio? Na yeye aliposikia ninakuja akaamua na yeye asogee asikie. Maana yake na yeye amekuwa akipata wasiwasi kwamba je, shughuli yake ya kujumua socks itaendelea? Nenda kakae pale. Sasa huyu bwana na yeye kila nikuja lazima awepo kwenye mkutano wangu, anauza kofia zake. Sasa yeye nimuulize, siku ya tarehe 29 vipi, kofia uliuza? Hebu mpe kwanza mic tuweze kumsikia. Siku ya tarehe 29 mimi huku sikuwepo, nienda kupiga kura kwa Bondeni. Kule nikapiga kura, nikajiandaa muda kurudi kuja kufanya biashara zangu. Kapigwa lockdown ya usafiri. Au kuwepo usafiri. Kuwepo usafiri. Kwa kweli mimi niliumia sana. Nikaendelea hata kwa shughuli zangu kwa ngumu. Kama tukulie kule kwa alafu kuja kufungulia usafiri. Walipomaliza kanisa lockdown walifungua usafiri kana. Kuja kuanzisha biashara ikawa haiendi, ikawa ngumu hivyo. Kwenye kikundi kule mimi mpaka sasa hivi hapa nishindwa kupata hela ya kulipa kwenye kikundi. Na miezi miwili. Kuanzia mwezi wa 10 na mwezi wa 11. Kwa hiyo unakuta kazi ni ngumu. Kwenye kikundi mnalipa nini? Huwa tunaweka hela. Mnaweka hela kujichangia kwenye kikundi chenu. Ina watu wangapi kikundi chenu? Mko 6. Afisa tarafa nilimpa kazi ya kukulea na kulea kikundi chenu. Leo umeniambia hajawahi kukupigia simu. Sasa mimi nitashughulika naye wewe afisa tarafa. Hivi nampa kazi ya kulea vijana wangu, yeye anawaacha.
Jamani, si kweli hujawahi kumpigia simu? Yaani mimi nakuunganisha na wewe, unaona umuunganisha tena alafu unaacha unapotea kabisa. Kwa hiyo hamkuweza kupata marejesho. Kwa hiyo ile vurugu zilikuathiri sana katika shughuli zako za biashara. Okay, pole sana.